Moja kwa moja tuelekee kaunti ya Nyeri ambako mwanahabari mwenzangu Clement naye yuko ange kutuarifu na hisia kutoka kwa Kenya kuhusiana na mada ambayo tulionao hii leo. Clement, nadhani unanipata vyema. Na mwanzo nakupata vyema na hii ni mada ambayo imeendelea kutoa hisia tofauti jinsi tu tulivyosikiza hao wageni ambao wapo studioni wakizungumza. Wananchi hapa mashinani pia wana maoni yao na wengi wapo ambao wameridhika na vile jinsi ambavyo vyombo vya habari vimekuwa vikitoa taarifa wakati wa uchaguzi, ila wapo wengine pia ambao kidogo wanasema kwamba hawajaridhishwa. Wanasema kwamba kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vimekuwa vikionekana ni kama ambavyo vinaegemea upande mmoja ama vinapendelea wagombea wengine. Lakini kutia tu kwenye muktadha, hebu nizungumze na baadhi ya wakazi hapa. Ndugu, tuanze na wewe, utueleze jina lako, alafu utueleze kama iwapo wewe umeridhika na jinsi ambavyo vyombo vya habari hutoa taarifa wakati wa uchaguzi, kuanzia wakati wa kampeni hadi tunapofika wakati wa kuchaguana. Mimi naitwa Elijah. Nafanyia kazi hapa kwa FONT. Mimi sioni vibaya vile media wanatuletea mambo kuendana na mambo ya kampeni fenya inaenda. Juu isipokuwa ni media, hatungejua mambo ya kampeni. Tuseme nikiwa hapa Nyeri, siwezi jua mambo ya Uasin Gishu, siwezi jua mambo ya Trans Nzoia. Media inatusaidia. Na tena huku kuleta mambo ya kula fenya zinaendelea, tena huwezi kosa kukataa media ilete, juu hatungejua kila mahali yote. Kunao baadhi ya Wakenya wengine ambao wanasema kwamba kwa njia moja au nyingine kuna vyombo vya habari ambavyo kwa vinaonekana ni kama vimegemea upande fulani wa kisiasa. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Hiyo tuseme, unajua mtu ni mtu. Si ati watu wa media wameenda hapo, wamebadilishwa, wakakuwa sio watu, wakakuwa ni wa media. Hata hao wanakuwa wakitaka kitu, kuna wenye wanataka kitu kidogo, nikaa hawa mapolisi wanatusubua barabarani. Fenya wanatakaga vitu vidogo. Kuna wenye wanapewa, tuseme kaa wewe, mimi ni kampeni nafanya. Nikikuona pale ningekuwa nakuambia uniegemee pande yangu. Mwenzangu tunabishana na yeye, usimuegemee nikushote. Unaweza kosa kukula. Sawa, shukrani. Hebu nizungumze na huyu. Sawa, tukitafuta haya ni maoni tu ya mmoja kati ya wale ambao tulikuwa tumepatana nao hapa. Wengi wanaonekana ni kama wanaogopa kuzungumza kwenye mbele ya kamera lakini wengi tu tulikuwa tumezungumza nao hapo awali na wanasema kwamba kunao wameridhika na jinsi ambavyo vyombo vya habari vinatoa taarifa, ila wengine bado hawajaridhika. Manzo. Asante sana Clement, bila shaka watu wanapenda kuangalia TV lakini wao wenyewe hawataki kujitokeza kupaza hisia zao. Hilo ni jambo ambalo nimeliona wazi hapa, lakini tukirejea studio hapa ninaye Eric Oduor na vile vile Paul Mugambi na kina Judy ambaye iko pale chini kidogo. Upande wako Eric, kuna hizi kanuni ambazo zinazoruhusu kufanya kazi sisi kama wanahabari. Sijui mmefika nazo wapi na kama ziko tayari zinaeleza nini hasa katika kuleta ile utendakazi sawa katika tasnia ya wanahabari? Asante sana. Ukiangalia huu mwongozo tayari ishachapishwa na hata kutolewa kwa umma na waandishi wa habari kutumia. Na cha kwanza tunasema ya kwamba sisi kama wanahabari ama vyombo vya habari kuna jukumu. Kuna majukumu matatu. Jukumu la kwanza, tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba tunaweza kupeana habari zinazofaa kwa mwananchi. Maana mwananchi ndiye anayepokea zile habari ambazo tunatoa. Jukumu la pili, tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba wale ambao wanawania viti mbalimbali wamepewa nafasi ama fursa inayofaa ili waweze kujieleza, waweze kuuza sera zao. Hapa unazungumzia nani? Wanahabari ama hapo wanasema wanahabari. Tuko na huo jukumu la kuhakikisha kwamba tunapeana fursa kama leo. Na unaona unaweza peana fursa kama hii kwa wale candidates ama wanaowania viti mbalimbali waweze kuuza sera zao kwa wananchi. Alafu kuna jukumu la tatu. Jukumu la tatu, tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba tuna serve taifa. Kwamba tunaweza kuangalia kwamba kuna uongozi bora. Wale ambao wanapewa nafasi za uongozi ni wale ambao wamepigwa msasa na kuhakikisha kwamba ni wale watu ambao wanafaa kuchukua nafasi za uongozi humu nchini. Kwa hivyo hizo ni majukumu matatu ambazo tuko nazo kama wanahabari na katika huo mwongozo. Pili, tunaangalia kwamba na tunajaribu kuambia wanahabari ya kwamba pia tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba hakuna kueneza zile habari za kuchochea ghasia. Manake lazima tukue na nchi ambao kuna amani
na wananchi wanaweza kujieleza na mambo yanaendelea bila ghasia. Na pia kuna ile mambo ulikuwa unasema mambo ya kijinsia. Pia tunajaribu kuambia wanahabari ya kwamba tuko na hiyo jukumu ya kwamba tunaweza kushikana na wale wanadau wengine ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza hiyo thuluthi tatu kwa wale ambao wanapewa nafasi za uongozi. Na vile nilisema kwamba tumekuwa tukifanya mikutano na watu kadhaa. Kwa wale ambao tumefanya nao mkutano, tulazidi kujadiliana nao ni ile ofisi ambayo inasimamia vyama vya kisiasa, Registrar Political Parties. Tumejaribu pia kufanya naye mazungumzo ili pia tuweze kujua ni vipi wanahabari wanaweza kuchangia mjadala uendelee kuhakikisha kwamba wakina mama na wazee wote wanaweza kupewa nafasi za kutosha kama inatakana na katiba. Na pia kuna zile tunasema kwamba kule zile kura za maoni. Pia tumeona kwamba saa zingine hizi kura za maoni ile tunaita opinion polls zinatumiwa vibaya na wanahabari. Pia tunajaribu kueleza wanahabari vile wanaweza tumia hizo kura za maoni kuhakikisha kwamba pia wanahabari ama vyombo vya habari zitumiwe kueneza uvumi na uongo. Pia tunaangazia ile mambo tunasema habari gushi ama fake news. Tunajua kwamba itakuwa ni sehemu kubwa sana wakati tutakuanza kampeni mwaka ujao, na pia tunajaribu kuambia wanahabari ni vipi wanaweza kufanya verification kuhakikisha kwamba mkipeana habari kule nje sio zile habari ambazo zinapotesha, habari zenye ziko na uvumi na hauna ukweli wowote. Kwa hivyo hiyo ni kitabu kubwa sana ambapo pia tunajaribu kuhimiza wanahabari, kwa sababu pia tulifanya utafiti tukapata kwamba wengi kama 90% wa wanahabari ambao watakuwa wanaangalia mambo uchaguzi mwaka ujao wanaifanya kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo tutakuwa tunaandaa mafunzo kote nchini tukitumia wale wanahabari wakongwe, wale ambao wako na ujuzi wa kutosha kuweza kuelimisha au wanahabari ambao wanaangazia mambo ya uchaguzi kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ni kitabu kubwa, tunajaribu kuambia waandishi wa habari wakipate pale kwa mtandao wakisome, ili wakati tutakuwa tunafanya mafunzo wao wameshaye kuisoma. Vyema kabisa Odor. Kabla ya kuja kwa Paul, nadhani nitamhusisha pia Judy kwa upande wako kuhusiana na huu mwongozo. Labda una lolote la kuongezea ambalo labda kidogo takuwa linatoa ushawishi kwa wanahabari wa kike? Kwanza tukiangalia hiyo mwelekeo ambayo tumepatiana under the election reporting guidelines, kwanza tumepeana jukumu kwa kila mtu ambaye anahusika na maneno ya elections. Kwanza kuna jukumu ya media house, tuseme kama vile editors na media managers, media owners. Jukumu lao ni kuhakikisha kuwa mwanahabari yoyote ambapo anaenda huko kuleta habari amepewa ile protection ama security. Tunasema wakuwe na hiyo protective gear, na tena tuseme kama vyombo vya habari ambavyo vishasema msimamo wao kwa kisiasa, basi tunawaomba pia wa provide extra protection of the journalist, kwa sababu wakati media organization inasema kwa boardroom tumechukua huu msimamo ama wanatengeneza habari ambazo zinaegemea upande mmoja, basi hii ina mean wakati wanahabari wanaenda huko uwanjani, kwa sababu ndio wako uwanjani, these are our frontline workers, au ndio wana interact na watu ambao ni kawaida. Kama leo kumetokea kisa kimoja ambapo mwanahabari mmoja amechapwa huko nje, lakini wakati media organization ina make decisions, lazima waangalie the safety of their workers when they are out there in the field. So wakati tuna make boardroom decisions, lazima tufikirie mwanahabari ambaye anatoka huko nje ako salama, awe mwanamke ama awe mwanamume. Lazima media houses ambazo zitachukua egemeo fulani, tafadhali wahakikishe wanahabari wako salama. Ya pili pia tunasema wakati tunaangalia kila jukumu la kila institution kama vile IBC iko na jukumu la kuhakikisha kuwa hakuna wakati mwanahabari hana information, hana access to information. Kwa sababu wakati tunapokuwa hatuna information, then we open room kwa misinformation, habari ambazo sio za kihalali. Kwa sababu tena tunaambia wanahabari, yes, we are fighting for their protection, but also pia kuna responsibility on your part as a journalist. Na responsibility yako kwanza ni kuleta habari ambazo ni za ukweli, habari ambazo hazitaleta uzozeano ama hazitaleta ile violence ama ile hate speech. Tunasema wacha tukue wanahabari ambao wanaweza tegemewa kupitisha habari mzuri na habari zenye sio mzuri, lakini tunasema habari halali zenye hazitaleta ile mapigano
kama tukiangalia mwaka wa 2007 and 2008. Na kitu ambacho ningeomba sana media houses, kwa nini lazima tumeanza mapema huu wakati, ni kwa sababu this time before, compared to other elections, for the first time from the Media Council of Kenya wanasema more than 60% of the journalists wenye wanaenda cover election ya 2022 hawajawahi cover election ya hawajawahi cover any other elections before. Yes, ni mara ya kwanza. Kama ni mara ya kwanza, basi ina mean hawana historia ya 2007 and 2008. Na kwa sababu hawana huo uwezo ama hawajakuwa exposed, basi ni lazima tuwapitishe kwa kuwaonyesha election reporting, election guidelines, ethical reporting, hate speech, and nayo maneno ya conflict sensitive reporting wakuwe sio wanaleta shida. Kwa hivyo ndio maana tumeanza mapema sana. Tuanze kutrain both inside and also outside when they go kukutana nao stakeholders wengine. Asante sana kwa kuyatoa hayo nyote. Yani swala la usalama kwanza wanahabari, masuala ya mafunzo kwa wanahabari wale ambao unakuta 60% kama mnataja ni wanahabari ambao itakuwa mara yao ya kwanza kwenda kuripoti taarifa zinazohusiana na uchaguzi ifikapo mwaka 2022. Paul, kwa upande wako labda ni changamoto gani unazopitia kama mwanahabari? Maana umetutajia wewe sana unaangalia masuala ya YouTube kule na kwenye social media na kadhalika. Fursa gani ungependa kuzipata wakati unaelekea kwenye uchaguzi? Naam, asante sana. Na ningependa kusema ya kwamba baadhi ya changamoto ni ya kwamba unapata ya kwamba kuwapata wale wanasiasa ambao ama waandishi wa habari ambao wana ile ujuzi wa kuelewa tajiriba ya kutosha kuelimisha watu kuhusu elimu jumuishi. Kwa mfano tuseme uakifishaji wa tuseme sehemu ambao watu wanafanya uandishi wa habari. Tuseme kwa mfano kama zile sera ambazo zinatolewa kama zimeweza kujumuisha mambo yanahusu ulemavu, kwa sababu unapata ya kwamba kutokuwepo kwa uwakilishi katika pengine vyombo vya habari ni mojawapo ya changamoto, kwa sababu unapata vyombo vingi vya habari havina watu walio na ujuzi wa kujua jinsi ya kuwasilisha zile jumbe kuhusu watu walio na ulemavu. Kwa sababu unapata ya kwamba inakuwa ni changamoto kwao, hasa kwa sababu hawajapatiwa ile jitihada ama hawajaelimishwa zaidi. Na kwa sasa ndio tunajaribu kuelimisha. Kuna wale waandishi wa habari ambao katika Media Council of Kenya wamefundishwa kidogo, na pia tunatarajia kuunda kikundi cha wanahabari ambao wanaweza kupeana ripoti kuhusu mambo yanayohusu watu walio na ulemavu katika njia inayopaswa. Wewe mwenyewe labda katika hali ulivyo hivi sasa ungependa kufundishwa ama kupewa uwezo gani? Naam. Naomba zungumze kwa sauti ya wengine wengi labda kwa dakika moja hivi. Okay. Kwa mfano mimi ningependa kushirikishwa pengine katika tasnia ya utangazaji katika uchambuzi. Kwa sababu napata ya kwamba watu wengi ambao wana ujuzi wa uandishi wa habari kama ni watu walio na ulemavu sio rahisi kupata nafasi kama hizi. Hizi ni nafasi finyu sana hata kuzipata katika runinga ama katika redio. Kwa sababu tuna ile ujuzi wa tumeelimika, tunaweza kuchambua habari za tofauti. Tunaweza pia kufanya utafiti tofauti tukipewa nafasi. Kwa sababu unapata ya kwamba wakati mwingi habari zetu hatuzitoi wenyewe, zinaelezwa na wengine. Na hili ni changamoto kubwa, sababu yule ambaye anatoa habari kuhusu ulemavu na yeye si mlemavu mwenyewe, hawezi akatoa zile hisia jinsi zilivyo. Kwa mfano, wacha nikupe tu mfano mmoja tu mdogo. Tukichukua mfano wa mawasiliano. Mfano mimi natumia tuseme screen reader pale. Na ama vile viduta. Na pengine kile chombo cha habari hawajawezeshwa kuwa na hizo vyombo. Kwa hivyo ni changamoto ambazo ningependa kutoa kwa mashirika tofauti ya waandishi wa habari wapate kuangalia masuala, sababu ni tungependa kuhusishwa kama wanajamii wengine katika masuala yote. Safi. Labda Edric, kwa upande wako hili swala hili mnachukulia kwa uzito gani? Nilikuwa nataka kuchangia kidogo, niseme kwamba sisi kama vyama ambavyo tumeungana pamoja, kwa sababu kuna kile kikundi cha vyama vyote vya wanahabari ambapo tunakaa kiti pamoja. Mimi kama mwenyekiti tumejaribu sana na bado tunaendelea kushirikiana na wale viongozi wanaowakilisha wale walio na ulemavu ili kuhakikisha kwamba
kila mtu anajumuishwa. Manake sisi kama vyombo vya habari tunafaa kutenda haki na kuhakikisha kwamba kila mtu katika jamii amehusishwa na amepata haki yake. Kwa hivyo sasa ninaweza kumhakikishia Paul ya kwamba tutazidi kuungana na wao na kushirikiana nao ili tuweze kuangalia yale maslahi yao ambao wanaongea. Najua sana kama mwaka huu tuliungana sana nao na wenzake, tukatengeneza ile ambayo tunaita Windhoek 30+, ile ambayo inapeana uhuru kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari, na tulishirikiana nao vizuri sana na naweza sema kwamba huwa wanachangia vizuri sana kwa sababu pia ni sauti ya wale wote ambao wako na hizo ulemavu na wanataka kujulishwa. Kwa hivyo naweza kuhakikisha kwamba tutazidi kuzungumza, hata yeye wakati tutakuwa tunafanya mkutano zetu tutakuwa tunamshirikisha kuhakikisha kwamba hata yeye pia ameweza kuzungumza na kuongelea wale wote ambao wako na ulemavu. Labda tuongee pia na Judy upande wenu. Nafikiri umesikia hisia hapa za Paul akisema kwamba nikana kwamba wale walemavu ambao wana tajriba ya kutangaza, wana uwezo wa kufanya kazi hizi za wanahabari, labda kupitia Amwik, labda mmeweka wapi wenzetu kama hawa lakini unakuta wana changamoto kama hizi za ulemavu? Kitu ya kwanza kabisa ni kuangalia all the special groups in general ambao huwa wapatiwi ile nafasi ya kwanza wakati ambapo tunafanya interviews, wakati ambapo tuna invite watu kwa studio kuweza kuongea. Kama Amwik tumekuwa tuna create a lot of awareness, na wakati tunapokuwa na nafasi ambazo watu wanaweza uza kama sera zao, kama saizi vile tunaandalia kwenda kwa election ya 2022, kitu ambacho tumekuwa tunaangalia sana sana ni special groups kama watu ambao wana ulemavu, na kitu ambacho tunafanya ni kuhakikisha kuwa wanaweza kufikia wanahabari, wanaweza jua njia ya kujipanga, kama vile kujipackage, kwa sababu lazima pia tuwapatie tips, you know, how do you prepare for an interview, jinsi ya kukua na contacts za media organizations, za wanahabari ndio waweze kuwafikia wakati wanawahitaji, na pia jinsi ya kujibeba kisiasa. Kama ni kisiasa wanatafuta, lazima pia tuwasaidie kujipackage, kwa sababu watu wengi sana wana uongozo katika maisha yao lakini hawajui kujiuza wenyewe. Na sasa tena tukiangalia pia wanawake, kwa sababu pia wanawake hapo mbeleni wamekuwa wapewi nafasi mingi sana kwa media. Kitu ya kwanza tukiangalia research, utafiti ambao ulifanywa kama last year, tuliona hapa Kenya only that 5% wanawake wanakuwa considered kama news sources, na sasa tunajaribu pia kuwasaidia ndio waweze pia kujiuza, kwa sababu maisha ambayo tuko nayo sana sana kuna mtu anajali kama ni mwanamke ama ni mwanamume. Lazima tujikakamue sisi wote, na ndio maana pia wakati tunapofanya training tunawaomba wanahabari pia wakati wanapotafuta watu wa kuchukua habari kwao pia waangalie these special groups. Kama ni wanawake, wana make sure at least wana balance, including maswali ambayo wanauliza wanawake. Kwa nini tuulize mwanamke, wewe ukiingia siasa utawezaje kubalance wanasiasa na nyumbani pale familia? Kwa nini tusiulize the same question to a man? Kwa sababu ndio tunasema wakati pia tunauliza maswali kwa hao wanawake ama pia watu wako na special needs, lazima we try not kutumia lugha ambayo inawa discriminate ama lugha ambayo inawaangalia kichini chini. Ndio maana tunasema to create a level playing ground, wakati ambapo kila mtu anapata nafasi kawaida. Na tena pia asante Judy. Asante. Nadhani tutaachia hapo manake muda unakwenda na kuna taarifa zinafaa kusoma, lakini tutarejea baadaye tuangazie sana hili swala la jinsia thuluthi mbili. Je, imeweza kuwafikia katika sekta ya wanahabari, na ni mambo gani ambayo mwanahabari ambaye anajiandaa hivi sasa kwenda kufanya ama kuripoti masuala ya uchaguzi lazima awe nayo? Haya yote ni kwenye kipindi hiki cha Kivumbi 2022. Tunakwenda kwenye pumziko fupi tu, lakini taarifa za habari zinakujia na Suleiman Nyeri. Hivyo basi endelea kuwa nasi.